Habari mtazamaji wangu, ni mimi mtangazaji wako Jessica kutoka hapa Connection TV. Ni humu ndani ya The House of Detail and Fact News. Bwana, leo niko na walembo wangu hapa. Tuko katika kipindi cha kujadili changamoto wanazozipitia wasichana. Tunajua wasichana wanapitia changamoto nyingi sana hata huko mtaani. Lakini leo nimewasogeza, nimevuta kiti na wasichana wangu wachache hapa ili tujadili, tujue baadhi ya changamoto ambazo wanapitia na hisi tutapata majibu yake. Kaa utulie, tuwe pamoja. Karibuni sana walembo wangu. Asante. Mbona hamko happy? Mmepoa sana. Shida nini? Hamna, tuko sawa. Cha kwanza mmependeza sana. Asante. Na wewe pia ni warembo. Okay, nilikuwa kwanza naomba nijue majina yenu. Kwa majina naitwa Shida Mustafa. Kwa majina naitwa Fao aka Katoto. Kwa majina naitwa Saida, ukipenda unaweza kaniita Sada. Okay, Shadia Katoto. Katoto mwanangu nakufuatilia sana. Kwa hiyo jina la Katoto yani ndo limenikaa. Nani? Saida. Karibuni sana. Leo nilikuwa naomba mnipe baadhi ya majibu ya changamoto ambazo wanazipitia wasichana na hisi mnazielewa kwa undani zaidi. Nikianza na bibie Shadia. Huwa unapitia changamoto gani kwenye ukuaji ili kufikia malengo yako? Wewe kama wewe. Mimi kimfano na kipaji cha kudansi. Lakini wazazi wangu hawapendi kipaji, yani hawataki niwe na kipaji cha kudansi, kwa ndo changamoto yangu. Okay, kwa hiyo changamoto yako kubwa ni wazazi. Wanakwamisha ndoto yako. Ndio. Jamani, nahisi tunaelewa. Wazazi mnakuwa ni changamoto pia kwa mabinti. Kwa hiyo tuweni makini sana na jinsi tunavyowalea mabinti wetu, tuwasikilize ni jinsi gani ambao wao wanataka kufikia ndoto zao. Huwezi jua baadaye atakuja kusaidia vipi. Na hapo kwenye kusema wazazi, wewe kama wewe unahitaji labda ingekuwa hivi ama nahitaji iwe hivi, ningekuwa na uwezo nilitaka iwe hivi ili mimi kufikia changamoto yangu. Wewe unahitaji nini? Mimi kama ningekuwa na uwezo ningependa yani wazazi wangu wanikubalie niende na kipaji changu. Unahisi utafika mbali? Ndio. Okay. Sawa, moja kwa moja kwa wazazi wa Shadia nahisi limefika, na kwa wazazi wengine yote yukawe mfano kwa mabinti zetu. Kitu kingine, bibie Katoto. Tansamia, napenda kuita Katoto. Fao Katoto. Haina shida. Nini kifanyike kwa upande wako? Nini kifanyike ili kufikia malengo yako? Yaani unahitaji labda nikifanya hivi, nahitaji msaada wa mzazi au msaada wa kiserikali ili mradi mimi kufikia lengo fulani. Labda huwa changamoto yangu ni kitu fulani, kitu ambacho kinakidhi kwa mzazi ama kinakidhi kwa serikali. Cha kwanza changamoto ni nyingi. Kwa mimi hapa nina experience katika uandishi wa habari na pia najifunza katika masomo yangu hayo ya uandishi wa habari. Ila changamoto zinakuwa nyingi kwa sababu tuseme kifedha, kwa sababu vifaa vinakuwa ni vichache, na kama unavyojua hiyo kazi inabidi vitu viwe vimetimia. So inakuwa ni changamoto kwangu kama labda kwenye kujifunza kwangu vifaa havitoshelezi. Pia nilikuwa naomba serikali iweze kunisaidia katika hilo, kwa sababu kama unavyojua hali yetu wazazi ndio kama hivyo. Ndio. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali zidi kunisaidia na kuniendeleza katika kipaji changu ili niweze kufika pale ambako napahitaji mimi. Okay, sawa. Shida ya Katoto ama changamoto yake kubwa iko kwa upande wa serikali. Mimi huyu binti huwa namfuatilia na nimemfahamu kwa jina la Katoto kwa sababu ya kitu anachokifanya. Ni kama cha kwangu pia, napenda anacho na naona anafika sehemu fulani. Kwa hiyo serikali, angalieni mabinti kama hawa. Serikali tieni mkono katika mabinti kama hawa ili kuwafikisha ile sehemu ambao wao wafikie ndoto zao. Kitu kingine kwa bibie Saida, sikusahau jina lako mrembo, kwa sababu ni mrembo sana. Asante. Saida, ni changamoto pia ama ni athari gani mabinti huwa wanapitia pale ambapo wanapojikita kwenye mahusiano au kwenye ndoa za utotoni? Ni athari gani ambazo wanazipitia? Athari ni nyingi. Mabinti wanapitia athari nyingi kwa sababu kimfano mimi napenda labda kusoma
Napenda kusoma. Alafu unakuta nyumbani kwetu kuna shida ya kifedha. Unakuta unadhalimishwa uolewe. Unaolewa kwenye umri mdogo. Alafu ukifika kama huko hujui unaenda kupitia changamoto gani, labda unakuta unateseka au vipi. Baadaye ndio hivyo, kuna changamoto ujue, unaweza ukapata mimba bado ya utotoni, ukaenda huko kuna mawili, kufa au kupona wakati wa kujifungua. Ndio. Yeah. Okay, sawa, nimekuelewa. Kabla sija kujibu, naomba nirudi nyuma kidogo kwa Katoto hapa, kwa sababu hicho kitu kidogo kimenigusa. Wewe Katoto, kwenye swala la uandishi wa habari, ni changamoto gani huwa unaipitia? Yaani narudi kule swali linagusa kidogo na swali lako la mwanzo, lakini la utofauti kidogo. Yaani katika masomo yako ni changamoto gani ambayo, ukitoa kama ulivyosema mwanzo kwamba shida ni labda vifaa ama nini, ni changamoto gani nyingine ambayo ya kibinti ambayo wewe unaipitia? Maana ulaghai ni mwingi, mambo mengi. Ni changamoto gani ambayo unaipitia na unatamani ufike ile sehemu ambayo wewe unaitaka, unatamani, ila kuna kitu kinakurudisha nyuma? Kwa mimi hapa changamoto kubwa ambayo ukitoa na vifaa na vitu vingine, ada. Kwa sababu wazazi wangu kama unavyojua ndo kama hivyo, ukizi ada ile inakuwa ni ngumu kidogo. So nilikuwa naomba serikali inisaidie pia kwa hilo katika ada. Ada inakuwa ni ngumu sana kwangu, na ndio maana sometimes nakuwa labda nakosa labda kuhudhuria katika darasa kwa sababu ya hilo. Okay. Sawa. Jamani, kama tulivyouliza mabinti zetu hapa, majibu wametupa, japo hatujapata yale mengi ambayo tulikuwa tunahitaji, lakini kuna baadhi ya majibu tutapata. Katoto, mimi niko na wewe, na kwenye swala hilo pia na mimi nitaungana katika kutia mkono ili ufike sehemu fulani. Asante. Serikali naomba tusaidiane katika kuwalea hao mabinti. Serikali pia ni wazazi wa upande wa pili kwa ajili ya kuwafikisha watu sehemu fulani. Kwa hiyo tuangalie sana hao mabinti. Asilimia kubwa ni mabinti wanazurura mitaani bila msaada wowote, kwa sababu na inaonekana changamoto kubwa ni wazazi. Jamani, wazazi tujiangalie. Tuwafikisheni mabinti zetu ama watoto wetu sehemu fulani ili nao waje watusapoti hapo baadaye. Unaweza ukampeleka binti yako ukaona ni unafanya sahihi kama mzazi akakusikiliza, lakini baadaye ikaja ikawa ni hasara na ukajutia kile ambacho ulichokifanya. Narudi kwa bibie Shasau, jina lako my dear. Nani? Shadia. Shadia, una mahusiano? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu sijafikia umri wa kuwa na mahusiano. Okay. Katoto, una mahusiano? Hapo ndo inakuwa changamoto kwenye mahusiano, ndo yale ndo ulaghai, kupata mimba za utotoni. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwangu mimi kuwa na mahusiano, kwa sababu sijafikia ule umri ambao unaruhusu labda mimi kuwa na mahusiano, kwa sababu yafika ule umri ambao unahitajika kuanzia miaka 18 na kuendelea. Nipo chini ya. Perfect. Na bibi Saida hapo, cha urembo, una mahusiano? Hapana. Bado. Msieni kwa nini nimeuliza hivi? Nimeuliza tu ili nifahamu, kwa sababu unakuta mabinti kama nyie huko mtaani sasa hizi mtu tayari ana mtoto. Ndio hizo changamoto ambazo tunaziongelea, lakini ni vizuri kwa vile mnajisogeza kwenye vile vitu ambavyo mnavihitaji au mfikie katika ndoto zenu. Na nyie mabinti ambao mnaniangalia, ambao mpo huko, naomba muwe mfano wa hawa mabinti ambao nilokuwa nao hapa. Hao wapo katika kupambania maisha yao. Hao wapo katika kupambania kufika kwenye ndoto zao. Hicho ndio kitu cha muhimu ambacho kitakuja kukusaidia wewe hata hapo baadaye. Kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa sasa hivi wanaume wanataka yule mwanamke ambaye tayari ana akili ya maisha, tayari ana experience ya kitu fulani, kwamba anaingiza ile, sio kila kitu mtegemee. Kwa hiyo tunatakiwa tuchangamke, tuacheni na mambo ya zamani huko yaliyopita hivi. Sasa hivi ni kuchangamka. Mwanamke, mwanaume, yote ni wapambanaji. Tunashukuru walembo wangu kwa kunisapoti katika hichi kipindi na kunipa majibu ambayo mimi nilikuwa nayahitaji. Asanteni sana. Karibuni. Usijali. Mna chochote cha kuongezea labda hapo? Ama kama ushauri kwa mabinti wenzenu, chochote kile? Ushauri upo. Kwa ushauri wangu mimi kwa mabinti ambao unanitazama, ushauri wangu ni usijikite sana katika mahusiano, kwa sababu wanaume wengi siku hizi ni wadanganyifu, walaghai. Wanahitaji kuharibia maisha yako, kuharibia ndoto zako, yani usifike pale ambako unapohitaji. So pambana.
pambana na maisha. Hakuna mwanaume yote ambaye atakayesema labda akufuate, labda akuoe ukae tu nyumbani bila kazi yoyote. Hapana, inakuwa ni uongo. Ni lazima upambane. Kwa sababu sio muda sana utakuwa mama, utakuwa bibi, utazeeka hivyo yani. Kwa so upambane, pambana kweli kweli, achana na kutegemea mwanaume. Na kwanza usijikite katika mahusiano wakati umri wako hauruhusu. Maana siku hizo watoto wa siku hizi mtu mwenye miaka 15, 14 unakuta analibaba hilo. Yaani libaba ambalo anashindwa hata sababu hali ya kiuchumi. So upambana, acha kutegemea vya wanaume. Connection TV, the house of details and fact news.